Mwenyekiti wa Conference ya Nyanda za Juu Kusini ametunuku vyeti kwa washiriki waliohudhuria semina ya shule ya Sabato na malezi ya familia iliyohusisha wachungaji, viongozi wa kanisa pamoja na washiriki. Semina hizo zilizowakutanisha viongozi kutoka maeneo mbalimbali ya jimbo zimekuwa na lengo kubwa la kuzindua mtaala mpya wa shangwe ndani ya Yesu, kama inavyoelezwa na mchungaji Philbert Mwanga, mkurugenzi wa huduma binafsi na shule ya Sabato jimbo kuu la kusini mwa Tanzania. Tumekuja hapa Mbeya kwa ajili ya mafunzo maalum ya walimu kwa ajili ya viongozi wa shule ya Sabato, lakini pamoja na washiriki wa ujumla wake, hususan katika uzinduzi wa mtaala mpya wa shule ya Sabato ambao inaitwa Shangwe ndani ya Yesu ama Alive in Jesus, ambao mtaala huu umeanza rasmi mwaka huu Januari na unaendelea na maboresho hatua kwa hatua mpaka 28 au mwaka 2028. Mtaala huu ambao tumefundisha hapa ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watoto wachanga wa miaka 0 mpaka miezi 12 na mwaka mmoja hadi miaka 3. Haya ndio tuko na kazia leo, kwa sababu ilikuwa ndio siku ya maalum ya kukazia na kufundisha. Lakini pia palikuwa na mwongozo wa kujifunza Biblia kwa vijana wakubwa unaojulikana kama Bobea Andikoni, kwa Kiingereza inaitwa Inverse. Mtaala huu na lesson hii imeanza tangu mwaka jana, na hiyo iko kufundisha namna ya kuisoma, namna ya kuijadili na kadhalika. Bwana awabariki sana mnapoenda kujifunza mikakati mbalimbali ya kanisa, namna ya kujifunza Biblia na uelewa wa kina zaidi. Naye mkurugenzi wa huduma binafsi na shule ya Sabato Conference ya Nyanda za Juu Kusini, mchungaji Yared Nkoswe, amesema katika kuhitimisha semina hizo watu zaidi ya 200 wamepatiwa vyeti baada ya kuwa wamefanya mtihani na kufaulu masomo hayo, na hii ikionyesha kuwa masomo hayo yamefika kwa upana wake. Mwisho wa semina hizi kumekuwa na vyeti zaidi ya vyeti 200 vimeweza kutolewa kwa waliofanya mtihani na kufaulu. Kwa hii inaonyesha kwamba elimu hii itakuwa imefika kwenye makanisa katika upana wa jimbo letu, kwa sababu watu walitoka kona mbalimbali za jimbo hili. Na hivyo napenda kuwaasa watu kwamba mikutano kama hii inapotokea, basi kuwe na sababu za kujitoa kwa ajili ya kuhudhuria mikutano kama hii. Wahitimu wa mafunzo katika semina hizo nao wamekiri kubarikiwa na masomo yaliyotolewa katika semina hizo, huku wakiahidi kuyafanyia kazi na kuwafundisha wengine kwa kutilia mkazo. Na binafsi nimebarikiwa na nimejifunza mambo mengi sana, ikiwemo huko nyuma kuna mambo ambayo sikuwa nafahamu, lakini kupitia hii semina nimejifunza mambo mengi sana, ikiwemo lesoni ya Bobea Maandikoni. Nimeguswa pia kwa namna ambavyo maboresho makubwa na mikakati mikubwa na maazimio 20 ambayo tumeazimia kwa ajili ya mabadiliko ya kwenda kuboresha shule ya Sabato na kukazia yaliyokuwepo na kuingiza haya mabadiliko ambayo yameingia. Kwa kweli kama wajumbe tutakwenda na kuyatekeleza hayo, Southern itakuwa juu, kanisa la Mungu litasimama sana. Kwa kweli semina hizi mimi binafsi zimenibariki na sijawahi kuona semina kama hii. Kwa kweli imenibadilisha sana. Nimejifunza mambo mengi. Nimejifunza namna ya kuweza kuwalea watoto, kwamba kumbe mtoto anatakiwa alelewe akiwa tumboni, na nawahamasisha washiriki waweze kununua lesoni za watoto ili waweze kujifunza, na vitabu mbalimbali vya roho ya nabii waweze kujifunza maadili mema ya kuwafundisha watoto. Semina hizo za shule ya Sabato zimekuwa na mwendelezo katika maeneo mbalimbali, zikiambatana na uzinduzi wa mtaala mpya wa shangwe katika Yesu. Nikiripoti kutoka Conference ya Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Utarogwa, Hope Channel.